muhurumieni Yesu na swala la kufa msalabani, kwa sababu Yesu aliomba zaidi ya mara 30. Aliposikia watu wanataka kumuua, aliomba kwa Mungu wasiuliwe, na mwisho Mungu akakubali dua yake. 26:37 Mathayo inasema akamchukua Petro. Yesu akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akamchukua Yohana na Yakobo, watoto wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Yesu akaanza kuhuzunika na kusononeka, akasemaje? Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa. Mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli. Akasujudu kwanza, akamuomba Mungu akisema, Baba yangu, Mungu wangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Anasema ikiwezekana kikombe hiki cha kuwekwa msalabani kiniepuke. Takbir! Yesu anaomba, anasema ikiwezekana kikombe hiki kimuepuke, anaomba. Mungu alijibu hajajibu? Ibrania 5:7 inasema. 5:7 haraka. Yeye siku hizo za mwili wake, Yesu siku hizo za kuishi kwake, alimtolea Mungu awezaye kumwokoa, anayeweza kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi aliomba na dua pamoja na kulia sana. Bwana Yesu alilia sana, machozi. Ikawaje? Naye akasikilizwa. Kwa nini? Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Takbir! Yesu akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Aliposikilizwa, Yesu akaanza kutamba mtaani, akawaambia, mtanitafuta wala Abdalla, naam, mtanitafuta wala hamtaniona. Ngapi hiyo? Yohana 7:30. Isome. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Yesu hajafa, yupo duniani. Sikilizeni maneno yake. Anasema bado kitambo kidogo niko pamoja nanyi. Kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Sio nakufa. Hajasema kisha mtaniua msalabani. Anasema kisha naenda zangu mbinguni. Yesu swala la msalaba kalisahau, la kufa msalabani halikumbuki, hajawahi kulifikiria. Anasema bado muda mdogo nipo na nyinyi, alafu naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, yani kwa Mungu. Kisha mtanitafuta wala hamtaniona. Wapi walimtafuta wakamuona? Hawajamuona. Na kuna dakika nyingine nimeweka kiporo, mwalimu atakaikuja au kama nitarudi hapa nitaonyesha. Maaskari walitembea mitaani kumtafuta Yesu na hawajawahi kumuona mpaka Yesu anakwenda zake mbinguni. Lakini kwa nini sisi tunakataa Yesu hajafa? 21:22 Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati inasema hivi. Wakristo, haleluya. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa. Torati inasema akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo. Lazima azikwe siku hiyo. Kwa nini? Aliyetundikwa, aliyesulubiwa amelaaniwa na Mungu. Ndio maana Waislamu tunasema Yesu hakuwekwa msalabani kwa sababu Yesu hawezi kulaaniwa. Wakristo wanaosema Yesu alisulubiwa, mkono juu, wameacha. Takbir! Wananyosha kwa tabu. Maana ukinyosha umekubali Yesu kalaaniwa. Ukitulia kama Waislamu, Yesu safi mtakatifu. Sasa hapo unajua hiyo, ukikimbia wanasema mshale, ukisimama kama kwa Makonde vile, ukikimbia nchale, ukisimama nkuki. Kwa mambo yamekuwa moto sana. Kwa nini tunasema Yesu hakufa? Kwa sababu tunakataa kuamini kwamba Yesu alisulubiwa msalabani, kwamba alilaaniwa. Yesu hakulaaniwa. Na vile vile msalaba, hawa Kristo wanaelewa vibaya. Wanadhani msalaba ni kitu ambacho kimeanza kwa wakati huu tu, lakini msalaba asili yake ni laana, na founder wa msalaba ni Shetani mwenyewe. Tena alichukua ahadi ya kuleta misalaba kwa wanadamu tangu wakati analaaniwa kwa Mwenyezi Mungu.
Hiyo siwezi kuiacha hiyo. Hebu piga haraka haraka kwanza Qurani 7:16-17. Aya yangu ya kwanza kutoka katika Qurani na ya mwisho, alafu tutawachia wenyewe kwa sababu kuna aya itegemea zitakuja kutolewa hapa 457. Sisi tuna akili kuliko Wakristo wote waliopo ndani. Soma hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. 7:16. 7:16. Akasema, kwa kuwa umenihukumu upotofu. Shetani alivyolaaniwa na Mungu akaambiwa nenda huko duniani, nimekulani. Shetani akachukua ahadi zamani kwa Mungu akasema, kwa kuwa umenihukumu upotofu, basi nitawakalia waja wako. Shetani anasema atawakalia waja wake katika njia yako iliyonyooka, katika njia yako iliyonyooka, ili niwapoteze, ili awapoteze. Yani shetani ametengeneza mfumo wa kupotezea watu. Mfumo gani? Kisha nitawafikia kwa mbele yao. Shetani anasema kwanza anaanza mbele, chora mstari kwenda mbele. Na nyuma yao, na nyuma yao chora mstari mwingine kwenda nyuma. Na kuumeni kwao, na kulia kwao chora mstari mwingine kwenda kulia. Na kushotoni kwao, na kushoto kwao chora mstari mwingine kwenda kushoto. Nini huo? Nini huo? Kwa msalaba ni chombo cha shetani cha kupotezea watu duniani. Msalaba ni chombo cha shetani cha kupotezea watu duniani, na ahadi hii kaichukua shetani mwenyewe siku ambayo amelaaniwa na Mungu. Akasema mimi nawapelekea salaba hao, nakaa mbele yao, nakaa nyuma yao, kulia kwao, kushoto kwao, salaba hilo watakwenda nalo motoni. Takbiri. Labda nije kutoa elimu sasa kidogo kwa sababu muda umekuwa mchache sana. Niseme hivi, hakuna aya yoyote katika Biblia inayokuja kuonyesha kwamba Yesu alikufa ambayo itakuwa imeleta maelezo ya kunyooka. Sisi Waislamu mwongozo wetu ni Qur'ani. Sura ya 4 aya 157, mashekhe wamesema tuweke ziada 457. Hapa tunakwenda kuwafundisha sasa dakika 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na kwa ajili ya kusema kwao, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Mungu anajua wapo wanaosema wamemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Mtume wa Mungu. Mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wao wakamzani Nabii Isa. Takbir. Kumbe mtu msalabani alienda, lakini sio nani? Lakini sio Yesu. Mnataka kuhakikisha kwamba sio Yesu? Sikilizeni, Biblia imejichanganya. Tuna makosa hapa zaidi ya 200 katika Biblia yanayojigonga, yanayojikosoa, yanayojichanganya kuhusiana na kifo cha Yesu. Natoa moja, naenda kukaa chini. Naomba Abdallah, hebu nisomee kwanza Marko sura ya 15 anzia mstari wa 21. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simoni Mkirene, ili baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Angalieni matatizo yanaanzia hapa. Biblia inasema wakati Yesu anamtoa walimshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba, Simoni Mkirene, au bebe msalaba. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgota. Yesu anapelekwa Golgota kusulubiwa. Msalaba akabeba nani wa Kristo? Simoni Mkirene kabeba msalaba mgongoni, anaenda Golgota. Sasa huyu Marko unasema kabeba Simoni Mkirene. Yohana kidume unasemaje? 19 aya nambari 16 Yohana. Sikilizeni na Yohana naye. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao akampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mwenyewe. Hii Yesu katoka hali akijichukulia msalaba wake mwenyewe. Wakafanyaje? Wakamleta mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa. Haya, swali la ufahamu hili, lakini kwa watu ambao wana theolojia ya maana, Yesu gani mnayemtangaza leo kikomboleo? Ni yule aliyebebiwa msalaba na Simoni Mkirene, au yule aliyetoka na msalaba wake umemmenya mpaka Golgota? Akija Mkristo akijibu hapa, sisi tutaacha Uislamu leo, taingia katika Ukristo.